Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Ninamshukuru Mungu kwa kibali na nafasi aliyonipa ya kuja mbele yako kusema neno hili. Naomba kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30, Biblia inasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama Zioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Biblia inasema bali sasa awaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Popote pale ulipo, Mungu anasema utubu. Anaagiza watu watubu. Haya yalikuwa ni maneno ya Mtume Paulo alipotembelea mji fulani ambapo alikuta wanafanya shughuli nyingi za ibada, lakini kuna sehemu aliandika, hapa ni kwa Mungu asiyejulikana. Sasa ndipo akaanza kutoa hotuba yake, na hotuba yake ilikuwa inaongozwa na Roho Mtakatifu, na ndipo Roho Mtakatifu alimpatia ufunuo wa maneno haya ya kuambia kulikuwa na zama za ujinga ambazo mwanadamu alizishi. Alikuwa hatambui kuhusu Mungu, alikuwa hajui kuhusu Mungu, lakini Mungu zile zama zote alijifanya kama hazioni. Lakini sasa hivi Mungu anaagiza watu wote wa kila mahali watubu, sehemu yoyote uliopo, as long as you have an understanding ya kwamba kuna Mungu. What you are required is to repentance. Ni kufanya toba, ni kutubu. Kufanya toba ni kutubu. Ili ni agizo la Mungu kwa wanadamu. Anasema, na agizo hili chini yake mstari 31 anasema, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Mungu atusaidie sana. Jamani, the issue of the resurrection of Jesus is real. Kufufuka kwa Yesu, ufufuo wa Yesu, kifo cha Yesu, kuja kwa Yesu ulimwenguni ni kweli. Kubali, kataa, ni kweli. Yesu alikuja, Yesu aliondoka, na Yesu atarudi. Na atarudi kuchukua watu wake. Sikiliza, Roho Mtakatifu anasema kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. So kuna siku ambayo Mungu mwenyewe atawahukumu walimwengu wote kwa haki. Wote ambao tunaishi tutahukumiwa kwa haki. Na kwa haki gani? Ni kwa sababu ya yale matendo ambayo tumeyatenda. Ni kwa namna gani tulitenda, vipi, tulifanya nini wakati tumepata kuwa hai. Sasa Mungu yeye ni mhukumu wetu wa mwisho, atakuja kutuhukumu kwa haki. Lakini ametupatia if ni kama ni credentials, ni moja ambayo anasema tu watu wote watubu. Mungu, ukitubu siku ya leo kwamba Mungu, mimi ninaacha mambo yote mabaya ambayo ninafanya, ukafanya toba ya kweli ndani ya leo, ukadhamiria ndani yako ya leo, nakwambia ni hakika ni kweli kwamba zile zama zako za ujinga, za kutenda dhambi, Mungu anazifanya kama zio. Mungu anazisahau. Alafu kuanzia sasa anajiinulia mtoto wake. Anajiinulia mtoto wake ambaye ni wewe. Na siku anayokuja kuhukumu, hukumu yako itakuwa njema. Hukumu yako itakuwa nzuri. Hautaogopa hukumu kwa sababu Mungu wako umemshika, umemng'ang'ania, umefanya alichokitaka, toba juu ya matendo mabaya yote. Umejikana kabisa. Don't like. Enough is enough. Kweli nimefanya mambo mengi, nimezini kwa namna nyingi, but this time round let me live apart. Niachane na hayo mambo. Hakika hukumu yako itakuwa ni hautoiogopa. Hautoiogopa. Na mshike Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ndo alimtuma huyo Yesu. Alimtoa Yesu kuwa sadaka ya upatanisho kati yako wewe na nafsi ya Mungu. Ni Yesu Kristo. Yeye ndo alifanyika hivyo. So unamhitaji kumjua Yesu Kristo.
umkiri Yesu Kristo kuwa ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atakusamehe dhambi zako zote. Utasamehewa dhambi zako zote na utakuwa kiumbe kipya na utaanza maisha mapya. Utayasahau ya nyuma na hayatakuumiza tena. Na Mungu anaporudi utakuwa na hakikisho la kwenda kwenye uzima wa milele. Mungu atusaidie sana. Neema ya Mungu iwe juu yako ya kutafakari maisha yako. Kutafakari kwamba kuna maisha baada ya haya ambayo tunayaishi. Ya kutafakari ya kwamba kuna maisha mengine nitayaishi nikishatoka hapa. Unamhitaji Mungu, ninamhitaji Mungu kwa nafasi yangu. Tujitahidi. Swala zima la kukataa mabaya ni la kujitahidi. Mungu atatutia nguvu. Tukionyesha nia ya kweli, Mungu anatutia nguvu. Kabisa, Mungu anatutia nguvu. Na ninatamani utiwe nguvu na Mungu, usimame. Achana na hayo mambo unayoyafanya. Tuache haya mambo tunayoyafanya. Wote wanadamu, tuache mambo tunayoyafanya. Tumtazame yeye tu. Tumchuchumilie yeye tu. Atatuwezesha na atatufanikisha kwenye kila jambo, kwenye kila kitu tunachokifanya. Na hukumu zetu zitakuwa nzuri zenye matumaini, kwa sababu Mungu mwenyewe alituwekea tumaini ambao ni Yesu Kristo. Na tumaini na Yesu Kristo ni kwamba tunasamehewa makosa yetu yote. Ukisoma ile Waebrania anasema nitasamehe maovu yao na dhambi zao sitozikumbuka tena. Kumbe Mungu sio tu kusamehe maovu, lakini hata yale dhambi zetu, makosa yetu hatoyakumbuka tena. Mungu akubariki sana. Akupe nguvu ya kuamua. Akupe nguvu ya kuamua. Akupe nguvu ya kuamua. Na hiyo nguvu ya kuamua iko ndani yako tayari tangu sahihi. Ni wewe kuamua kufanya au kuifuata hiyo nguvu. Mungu akubariki sana. Mungu atubariki sana. Katika jina lake Yeshua Amashia, Yesu Kristo, sisi sote tutakuwa viumbe wapya. Tutakuwa wana wa Mungu tena. Nasi tutafurahia ujio wake anapokuja kutuchukua. Wale waliokufa kwanza, then sisi ambao tuko hai tutaungana nao mawinguni. Tutatawala naye. Atafanya mbingu mpya na nchi mpya kwa ajili yetu. Mungu akubariki sana. Amen.